nyuma. Unaweka kaenande kidogo. Upigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Upigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha.
We are praying, Father, that this nation have the peace, have its development agenda go ahead as we pray for the church and the people around the nation. Forgive our sins and cleanse us with the blood of Jesus. Somebody say amen. Thank you very much. You may be seated. Thank you for gathering, finding time to come and join us. It is requiring some strength from very strong personality to be able to be in such places, because I think in the beginning of the year, niliwaambieni church will be so much persecuted. A part of the church being persecuted, it will be a near rapture. Things in the country will be what? A near rapture. But things will not be what you think. Kidogo kidogo ni Mai Mahiu, kidogo kidogo ni Ruto, kidogo kidogo ni Waislamu, kidogo kidogo itakuja. Things will be evolving until we end the year. Bwana Yesu asifiwe sana. And the things, kama watu wanafikiria they have a way of trying to contain these things, you need a lot of peace. If somebody can reach Ruto, amwambie tu akue composed, akae chini, then he seeks God. He repeats the statement he made, that I have been prayed into power. That is the most dangerous statement that he made, meaning he is not himself. His authority, being the president of Kenya, it is not his. He was prayed into. So it was not his agenda. It was not his capacity to be where he is. It is the people who prayed him into power that are controlling him. If you deviate from the same people and you move away from the people who took you to power, it means the power that they used to gravitate you towards where you are, it is no longer with you. My friend, you don't go for now for the technical advisors. You don't go now for kina John D. Anaitangwa D ama anaitangwa nini? Day. Na Kikuyu tunakuita Day. Si D, anaitwa Day. Where you are, it is not the product that you need to consult. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Jesus Christ was not born of man, was born of spirit. So that is why Jesus remained spirit until today, remains spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Any child born of spirit remains spirit. If you went to a muganga because you wanted a baby and they did whatever they did to you and you became pregnant, that boy, that child remains a muganga product. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. The government of Ruto, it is not a political government. This is what they need to understand. It is not what? A political government. It was not of a vote government, because he never won. He never won the elections and he never lost the election. Did you understand that? Are you catching me? He never won the election and he never lost the election. Some people said he has rigged. Some people said they had the deep state. Some people said he had the system. The system was on the side of Uhuru and Raila. He didn't have the system, but God propelled him because of the prayers that people prayed. He was propelled into the seat. Therefore, whatever this man does, hata kwenda choo, he needs the same spirit that put him in that office. Bwana Yesu asifiwe. Hata kukojoa yenyewe, you need to ask God, can I go now for susu? It is not him. He has no allegiance to human. His allegiance is only to God, because it is God who made him to sit. When we voted for Uhuru, it is we who made Uhuru to become the president, because he had the majority votes. When we voted for Kibaki, we had the power to question Kibaki, because Kibaki had the majority vote. Did Ruto have majority vote? Do you know how he was sworn in?
Even the judges themselves, they told us, go pray to the God you are praying. And we go to pray to our God that we are praying. Then God will tell us who won. Did you understand that statement? Walituambia tuende tuombe Mungu ule tunaobaga. Na wao waende wakaombe ule Mungu wanaobaga. Huyo Mungu atasema ni nani? Because they did have. Walipeleka lawyers huko, walisema hiyo lawyers alikuwa anasema nini? Tikitaka tikoto, tikitiki tokoto. Hiyo, that is all what they understood. When Papa was coming from the court, Papa was very sure he's going to be announced the president. Ruto was also very sure he was going to be announced the president because there were no argument based on the election that were in the high court. Hakukwa, the Supreme Court. There was nothing. Hii si kama ile ya Kibaki, si kama ile ya Uhuru alijenda kujikuna na huko Mugogo. Hapana, it is God who installed Ruto. It is not Murkomen. It is not hiyo mwingine wa class 2 anaitwa nani? Sudi. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not those people. It is not Akina Osoro. We school together with Akina Osoro. It is not them. It is not the technical advisor. It is not IMF. It is not America. It is not the parliament. He was installed by God for a purpose. Ruto is a purpose president, not a leader. He is not a king. He is not a leader, but a purpose created personality for a particular purpose. And when that purpose comes to an end, it doesn't matter whether he was to stay for 2 months. As long as purpose imeisha, he gets out. That is why the uprising in Kenya, it is not man or man organized. It is God organized. So waacha kusema tukuna mtu ana finance. There is no one who is financing those boys and those girls. No one. It is the Spirit of God that is in them. No one can be able to organize. Even Raila has been there, has never been able to organize 47 counties. Nobody in the history of Kenya that has there been anybody being able to organize demonstration. Baka sugoi kwako nyumbani. Baka he noticed this mtoto ya fulani anatembea kwa barabara ndio anaagusha wheelbarrow mtoto neighbor. And you know, zamani when politics were guided tribolically, we will go Kikuyus who will defend our own Kikuyu. These guys, they are not Kikuyus. These guys are not Luos. These guys are not Kalenjins. These guys are Kenyans propelled by the Spirit of God. The Bible says, I will put my spirit into them. And he has put the spirit into those people. Blaming anybody, you are wasting your time, Mr. Ruto. Completely. Just go back to Karen. Even you can remove Gachagua for 2 days. Go back to Karen, where you initiated the altar that propelled you to power. Because in Karen State House, that is where they raised the altar. That is where Kina Wairimu were there, and there is genuine men of God gathered there. They had a fellowship, every day, morning fellowship, and it used to be led by Ruto himself. Morning glory, fellowship, Karen State House. Ruto used to lead. And Gachagua used to lead also. Pastor Dorcas used to lead. And huyu mwingine ito nani? Rachel, they used to lead. People will fellowship there every morning. And they used that altar. That is why Ruto went to 47 counties visiting churches. He was raising altar. He was not giving offerings. People never understood. And that is where the demonic agenda tried to stop him. Don't take money to church. Because for Ruto, he knew to remove the government, the regime that is operating, you need an altar, not a vote. And he raised 47 altars in the country. That is why you have 47 fires in the country. That is why Sugoi people are fighting him, because he enshrined them into the altar. Even
Even Gachagua na urukia hapa anasema vijana, my sons, my daughters, speak, listen to me. They will not listen. They are listening to the altar. And the altar has told, my children, go back. Tell this man, ameondoka. That is why, that's a donkey speaking. So whosoever is cheating, Ruto, atafaulu na hii, mwabieni anawacha kudanganywa. This is not IMF. This is not World Bank. This is not China. This is not Uhuru Kenyatta. Nobody is attacking you, Ruto. Ruto, please. Nobody is attacking you. The altar you raised in Karen, go back to it. Go back and resolve with it, because that is what propelled you to power. You have moved, shifted away from it. That is why it is putting fire on you. Na utachomeka. Wacha hivyo unasema ati kuna watu wana finance, utachomeka. You are going home. If he doesn't, whatever that started you, maintain it. Whatever that started you, maintain it. If it is sacrifices, maintain sacrifices. If you got a job today, because you came here, you laid your sacrifice here, you go, you get a job in Safaricom, maintain that job with sacrifices. Because that is the cause of you becoming. That is the top secret of people. They don't understand. You come today, we pray together. Na unaenda unafanikiwa, alafu unasema umepumzika. Hey, Mungu amenibariki. Hey, Mungu amenisaidia, nimepata kazi. And you forget. Remember, that is a covenant you have made with God. You told God, give me a job. You did a sacrifice here. God gave you a job. A covenant you meant, I will be giving the sacrifice. That is why Hannah, every end of the year, he will return to where he got the baby. She will return to where she got what? The baby. Because the baby was not found from that man. The baby was found from where? The altar. When he changed the style of praying, when she changed what she was praying for. Hannah was praying for a baby, but God was looking for a what? A servant. That was the mistake Hannah was doing. God was not looking for a baby from Hannah. God was looking for a servant to send. And Hannah was carrying a seed of a servant. So there is no way hata angeomba namna gani angepata mtoto. Angekaa tu kwa sababu haitishi mbegu, anaitisha mtoto. Bwana Yesu asifiwe. That's a difference of our prayers. When you are praying, you need to understand, what are you praying for? You don't just vabali lako hoya gai tona deno yako ndiria ya mwana oh vabali lako dhaida. He will not hear you. If you are a pastor, you have, and the pastor is in the stomach, you ask God, oh he mwana nani demoshokie, I will return to you. That is what she said. Give me and I will turn to you. Because what you are doing, you are just a custodian carrying the seed. You are just a custodian. Wewe tu ni store ya kubeba. Na kile unaitisha hakiko kwa store. Unaitisha mtoto na hayuko kwa store. Yule ako kwa store ni nani? Ni prophet. Until you mention nipatie prophet, that is your prophet atatoka. So nawambia mara nyingi sana, hata kama nyinyi mnatafuta mabwana, don't go asking baba nataka give me a husband. There is no husband on earth. There is no husband and there is no wife on earth. Don't waste your time looking for husbands. Don't waste your time wasting for wives. We have ribs. Hey, kuna mahali ulikonyoro, kuna mahali ulitolewa. Uliza Mungu akurudishe hapo. Mwambie to return me where you got me from. Period. You will get your man. Nyama? Mahede? Yes. Wacha kungangana ati baba, ninaomba nipatie mudhuri mwega. Hakuna mudhuri mzuri. There is no good man. There is no. Sisi yote ni mahuruto. There is no good man. Ati mimi ni pastor nione mama mzuri hivi niache. Tuvukiwe na yeye kwa nyumba na mimi ni pastor, apostle, anointed, highly anointed. Uogo. Nitabeberesa. Atoe nguo yake hivi na mimi niangalie hivi. Na niko na mwili na kila kitu. Acha kudanganya watu. Hii ni mwili.
Hii ni nini? Na ndio kwa maana inasikagwa. Because the Bible says the spirit, mwili inafanya nini? The spirit is kaitale na ndo ya hujeria. Roho anafanya nini? Anapenda, lakini mwili ni mdhaifu. Kila mtu ni mdhaifu kwa njia moja au nyingine. Katika mwili sisi zote ni wadhaifu. Hakuna mtu ako strong, hakuna mtu ako powerful. You cannot be able to resist. Kama nani, nataka kuniambia Adam na Eve, see, they were talking with God every day. Na alifauluji kukonikoni akapika kona mbili na Mungu akumuona. Wewe unayotaka ni kuroera gwategai araugire. Unakuja unaambiwa na mtu wa kijiji anakuambia mboyo ati Mungu amesema. Yaani lazima uuziwe vitisho ndio Mungu aingie ndani yako. Huyu walikuwa na Mungu, wanatembea na Mungu kwa shamba ya garden kila siku. Lakini mwili ni nini? Ni dhaifu. Mama alipiga chochoro mbili akakuja akawaambia mzee atadhikerelia. Hapa kuna maneno mzuri. Because mwili ni nini? Ni dhaifu. Kwa hivyo usidanganywe na mtu atiwaza kufikiria you look for your own rib irudi. Ushoke hari muthuri uyu, ushoke hari wenyorirwo, hari enyorirwo, utafit na utakaa, maana umerudishwa. Mawe imeitia mahali inafaa. The cornerstone. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo na nyinyi mwende mwambie Ruto, moto itaendelea kuwaka. Nobody will finance these people. Hata ashike watu, atafuka. Yani aende asome. Kenyatta walishikwa, wakavugiwa, wakatoka. Kina Matiba walifugiwa, wakatoka. Yeye mwenyewe Uhuru alijaribu kumzuia asikalie kiti, lakini alikalia. Si usome na hiyo kitabu tu kidogo, hata kama huhitaji kuenda ndani, usome 2 pages peke yake. Uone this is a battle you cannot win. Arudi kile kilimuzaa, arudi huko. Bwana asifiwe sana. Kile kilifanya nini? Kile kilimuzaa, arudi huko. Kile kilimuzaa kilimuzalia Karen, kule Gachagua hako. Ndio naona Gachagua sasa amekuwa na power kumuliko. Kwa sababu amekalia nini? Kile kilimuzaa kiko na Gachagua saa hizi. Na ndio yeye ana sustain. Ndio naona anajiita, bibi yake anajiita nini? Mama Boys. Si bibi yake anajiita Mama Boys na wanamsikia. Yes, it was a sacrifice. Jacob wakati bigu yake ilifunguka wapi? Akiwa mji gani? Betheli. Betheli ni wapi? Betheli ni pale Abraham alikuwa anataka kutoa his son. The same place, the same position. Hapo ndio alikuwa amewekelea mtoto achije. Alipoenda karara kwa hiyo jiwe, na hakuwa anajua, alipoenda karara kwa hiyo jiwe, mbingu ikafunguka, because there is a promise. That is an altar. Wherever they did, mahali popote walienda wakatoa sacrifice, paliitwa jina. Gideon mahali alikutana na malaika wa Mungu, akakimbia nyumbani, akalete kabuzi na kamkate ambako akajachachwa. Mahali waliwekelea mawe kakachomeka, Gideon alipaitaje? The altar of peace. And until today it is the altar of peace. Wherever you lay a sacrifice, wherever, it becomes your altar. If you come here, you lay a sacrifice hapa, it becomes your altar. It becomes a covenant between you and your maker. And God, kwa sababu ya hiyo communication mumekuwa nayo hapa into this altar, hiyo communication is documented. So wherever you go, the documentation will remember what you did here. So if I pray for the people to be blessed, kama kuna blessing itatoka, itakufikia wherever you are. That is why we speak of Abrahamic what? Blessings. The Abrahamic blessing came in the book of Genesis 22, where God told Abraham, give me your son, the only son that you have, Isaac, the son that you love. Bwana asifiwe sana. Give me what? Your son, the only son, Isaac, the son that you love. That is what we call the Abrahamic blessing. Because at the end of it, ukisoma utasikia, when he was about to kill the boy, the angel of the Lord akamshika mkono, akamwambiaje? Don't kill your son, look behind you.
kuna busi. Akachukua ile busi akachinja. Then the angel of the Lord disappears. Who comes in? God comes in. And God say, I swear from today. He swore. He made a swearing to man. God himself swore to who? To man. Akasema, I swear from today, you shall increase like the sand of the sea or the stars of the heavens, and in all your generations kile kitu kimetokana na wewe. And he said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son. Next please. I will indeed bless you, and I will make your offsprings as numerous as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of their enemies. It is a covenant between Abraham and God. Then Ruto made a covenant between him and God in Karen. And he told God, mimi sina uwezo, mimi sina deep state, mimi sina nini. Even he didn't have a party. They didn't have money. There's some time they were completely stranded. They didn't know wataenda wapi. Somebody from some Nigeria akawaya in pesa akawapatia because the campaign was to collapse. But God was with them, and God promised them, because you have come to me and you have sought my help and you have laid a sacrifice and you have lifted an altar, I will honor this altar. Mwambie Ruto, hiyo ndio makosa peke yake amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Wachana hii kitu kingine ya IMF. Taxes tumeishi tukilipa taxes. Ama hatulipi? Kwani hiyo alisema ikiondolewa utatajirika? Ni sufuria ngapi itaongezeka kwako? Nini itaongezeka kwako? Nikige kuongerereka. Maguta tulihaga ngiri ĩmwe hakuhĩ 500. Kila kitu tunalipanga expensive na tunanyaganywa na tunaibiwa. Si huyu mtu wa klasi tu anatembea na helicopter kutoka asubuhi mpaka jioni. Helicopter kutembea kutoka 1 hour ni 200,000. 1 hour to hire an helicopter 200,000. Na ameshida nayo kutoka asubuhi 12 hours. That is 2.4 million. Kama hiyo tu wa Nigeria wako hapa wametukoni washi pesa. Wa Kameruni wako Kenya wametukoni. Ni nani? Moi alikuwa akaiba. Wengine wamekuwa wameiba, lakini Kenya hauwezi kuipora. You cannot. Hakuna nchi imeibiwa pesa mingi ni Kenya. Zingine ziko New Jersey, zingine ziko Switzerland, zingine ziko wapi, lakini bado Kenya imesimama. Unasikia president anatembea na ndege ya kuhaya ya 200 million na bado Kenya bado tumesimama, hatujaaguka. Kenya is rich. Nobody can take away Kenya. Na hatuna mafuta tunauza, hatuna nini, hakuna gorodi, hakuna, lakini Kenya is still standing. Edeni muibe hata na makazeni yenu, bado Kenya itasimama. Kenya we have money enough. Kenya is a child of God. It is not a nation of God. Na mwana wa Ngai ndathakagwo nake. Mwabieni huyo msee hivyo. Mwana wa Ngai nekio ararahurire ihe. Si jenzi ni tupi. Yeah. Nani alilipa tupi? Utawezaje kulipa tupi Kisumu? Tunaruka Eldoret, tunaruka Kakamega, tunaruka Mombasa, tunaruka paka America tupi. My own son niliona kwa TV America. Wengine my daughter nilikutana naye hapa kwa street, akaniambia daddy go home. Sasa unakuja kusema ati kuna mtu ana sponsor. They are not sponsored. Nobody can sponsor such an army. It is an army of God. God told me he raised 52,000 of them, and he's going to raise 300,000 of them in the coming days until arudi kwa madhabahu. Akirudi ile siku atarudi kwa madhabahu, afanye venye Mungu amemwambia afanye. That very day kila kitu itatulia. Otherwise Sugoi, na sasa Sugoi wamechoma, ataenda wapi? Na akitoka nje kule kumechomeka na huko ataego dieko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako refuse to be offended. Ninaona nimekuwa offended kidogo. Mwambie mwenzako refuse to be offended. That is our topic today. Bwana Yesu asifiwe sana. There are 4 things that you need to know about an offense. There are 4 things. What?
things ambazo unafaa kujua about an offense. How does it? By the way, si umesikia imenicha twagi ndani, roho ya ndani, mpaka hiyo kitu sikuwa nayo. Kumbe ni Mungu alikuwa anataka nizungumze hiyo ya altar. Ukiruka altar utaumia. Ondokea madhabahu inakuondokea. Wana wa Israeli walipoondokea madhabahu, na madhabahu ili waondokea, waligogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuyu wanashidaka wamefinyiliwa because waliondokea madhabahu, walidanganya Mungu. Ati tukishida na sisi hatutasema ni wao tumeshida. Ati twahotwa twahotana tutikauga niwe twahotana tukauga niwe. Tugikahotwo ri tukauga niwe wahotwo. Na tugikahotana ri nitugagwakira kigongona. Wakikuyu walienda kuvuta muratina na bangi. Sidio? Eti kwa mothe. Nimwakire kigongona. You lied to God. Nikemona muraumirie bue uduri kanyamu thaa ici wi kindu. Barafu. Tara emergency maratwarithia mavuruvu na ma BMW. Na kule mararuta mbeca gutire mundu uyi. Ama unajua? Utajua, unasikia ati ako kwa online. Ati kuna biashara inafanyika kwa simu, kwa online, kwa computer. Kana kuwaka hapo kutoka usiku saa 8 utakakuta online. Kwa account yako ndio unakuta pesa imeingia, imetoka wapi? Tuingine ndio huto tumeingia huko kwa manini, kwa magei. Tuingine ndio huto tumeenda huko na tunakuletea pesa. Unaona unaendelea kupatwa na laana. Sisemi magensi ni magei, lakini just imagine kimwana gyaku ni kigei na ndumenyaga na gikurehagira mbeca muci. Mwana wako ni murathi, no ni urathimwo urutera na kia na Ngai akurathime na araithia agikwate. Openi Mungu alafu gwe ujue hii pesa unaletwa kutoka wapi? Who is giving you this money? Where is your son giving you? Anakuletea 100,000, 50,000 na kile kigari ameachilia hapa ni kiatoro ku milioni kimesimama kwa iche yenu. Na utaki na kijana ni ya 15 ni ya 22 years. Na wewe uko na 52 baka boys carry ujai nunua. Kwani ukaewe na mnyakate ya? Kupe na dadoro na huko. Naona mwambia aende abarikiwe. Afanya kazi yake na Mungu abariki kabisa na Ngai akurathime. Kai mwana agagecoka Nairobi. Agakirutiro wira ni arume guku. Uri murathimithia. Na ukarathimithia hiyo wira. Na ndio unapata we have a lot of problems. Bwana Yesu asifiwe sana. I say tuombeeni Kenya. Na si Kenya, wachani Kenya. Kenya haina shida. Kenya is at peace. Muombeeni huyo mzee ajue barabara, arudi kwa makutano ya barabara. Ya pray for Ruto. Wachane Kenya. Kenya cannot ban. Kenya it is at the peak ya revival. Already ishachukua mkondo. Ile kitu inafinywa. Ni mimi nikiwa hapa kanisani nianze nyefu nitafinywa hapa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ako kwenye biashara yake ni supermarket, afanya nyefu anafinywa kwa biashara yake. Kama uko kwa doa unafanya nyefu utafinywa. That is what God is doing now. He has started a battle to clean his house. He has a real battle. Now it is all over, not in one line. See politics, tunafinywa kila mahali. Hapa najaribu kuleta vitu zangu, kufundisha vitu zangu, nasikia nimeswitchwa off. Naambia fuata maadishi, fuata kile kitu nilikwambia. Because the church is no longer in the hands of men. The church is being now controlled by God. And many churches ambazo controlled by men are going to be switched off until we return completely to be controlled by God, because we cannot afford to derail the revival. Nobody will be able to derail. Hata Waislamu waungane, hata Maduale na nini waungane, because they are uniting to stop the revival. Nobody will be able to stop the revival. It has already kicked off. Wa Amerika wamekuja hapa na akina Mabeni hini na wengine wote wamekuja. Their intention is to derail the revival or to tap it away from us. Wa Nigeria wameflock hapa. Ni Mnigeria mgani mkubwa jakanyaka Kenya? Hii mwaka tu peke yake. Akina Oyedepo, akina Solimani, akina Surumani, akina wote wameranda hapa with the gospel, with the power packed word of God. No! Wakati walisikia kuna mtoto anazaliwa,
Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walisikia mpaka ginya oge ajata bawi warogi na watu wa nini waganga walijua kuna mtoto na walienda kumtafuta, ati wanataka kumsalimia. When there is a wave, when there is something new that is about to happen, all manner of things will come, because each one person want to tap something. When God is about to bless you, hata marafiki wengine unashindwa hawa na wao wamekuja kufanya nini, utaona wanakutembelea tu. Utakuta watu baka they are so hopeless, yani ni watu ambao hawana maana kwako, lakini ginya ihe ginya machokora ginya makaga ukihetoka hali gari ai mam hai ba niaje, unakuta baka makaga na kulipia fare, because there is something new that is about to happen to you. Wanna feel the atmosphere in a change. Kenya kila mtu anaiangalia. There are three forces that want to derail this revival: the Muslim, the Freemasons through America wamekuja, and the Likoni altar. Uendeni mgoogle, this Likoni altar ilijengwa na mtu anaitwa Vasco da Gama, and you see kule chini itaitwa the altar of the skull and bones. Go and Google that, the altar of the skull, and you will see baka majina ya watu. There's somebody walienda huko kufanya exploration wakakutana na hizo vitu pale Likoni Ferry hapo hivi, ile inamezanga watu hapo. You see baka majina imeandikwa. That is where the home of the devil. Baka skull ya Michael Jackson iko hapo Likoni, ililetwa huko. Prominent people skulls zinaletangwa huko, and that is the altar. Ndio nakutanga Mombasa iko na maneno. Na ukisikia kuna majamaa, simuliona kuna jamaa alikuja hapa juzi, yule tulifanya deliverance. He was specifically sent here akuja fanya maneno. Alipoongea mwingine akaogelea hapa, mwingine unawaonaka hapa tena walienda, because their mission failed. Waliona that day, see that day yule waliona moto. Maana this man wakati aliongea, he was not a human. Si niliwaambia hapa, this is not human. He was not a human being, but he came with the body of a human being. He was from there. Na he was able to describe Queen Avenyako, because tulikamata yeye, tukakamata anga yake. He was unable to come out. He was unable completely. Ile kitu alikuwa amekuja kuchukua hapa ni tumupatie pesa, na mimi nikamwambia enda huko. Tukatuma pesa wapi? Kwa mtu wa M-Pesa. Kaambia enda uchukulie huko. You don't give such people your money straight. Unaomba, unaambia Mungu nina cancel hiyo maneno. Bwana Yesu, this sijui from next week nitaenda deeper kidogo ndio mu understand the mission of the altars, the evil altars that are operating here in Kenya. And we are going to unearth them. Kama hii unaona hii hapa kwa hii roundabout hii ya kuingia wapi? Hii Herisirasi hapa inaenda inaishia hapo, hii ya kuingia railway station. Hiyo kitu imejengwa hapo. And then mgugu angalia ni nini hiyo? That's a penis of a man. And the private part of a woman hapo chini hiyo unaona. What does mwenye alijenga na akae hapo na akatoa pesa, because nasikia ilitumia kitu 100 million kujenga, ndio itolewe 100 million. What is the sacrifice were they doing? Yani hawakuona waweke hii ni iji ya mapuda, ni iji ya nini? Madofu, malayoni, manini. Hawakuona the heritage of the country waweke hapo. Waliona the heritage of a man. What? Imagine wewe sasa uko na mmekaa kwa nyumba, sasa muna discuss venye mtajenga hiyo kitu hapa. How did it reach there? What were you discussing? Bwana asifiwe. What were you discussing? Ndio ifike sasa towekera geke na towekera geke. Si ulivaa nguo? Mbona huko kuja uchi? Uliamua, kwa hivyo ni maamuzi ya kuvaa, na ukajua naenda nyumba ya Mungu nitavaa hivi. Sasa huyo ndiye ajenge. Alitoa maamuzi gani ilikuwa hapa? Hii kichwa yake ni nini ilikuwa nafikiria? You need to understand how evil these people are. When people ignore you, treat
you poorly or are rude to you, they are revealing themselves. They are letting you know the true nature of themselves. So don't worry when people are ignoring you. When person is fighting you, he has run away from you, anakuchukia, anakuzegenya, ananena maneno ambayo sio ya kawaida kwako, usijalishwe sana. Kwa sababu whatever they are doing, whatever, ukiona ka action kadogo, ukiona huyu nimeingia tu ameturn mdomo hivi na amesema ile kama yeye anajia hivi, usijalishwe. Kuna kitu anakuonyesha yeye ndani yake, anakuaga nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikuonesha chukisho, akose kukuonesha mapenzi mazuri, akose kukuonyesha kitu mzuri, akufanye tu madharau tudogo, usijali. God is educating you about this man. You don't need to go to a class. You need to listen to God. You need to listen to what things that are happening around you. Waswahili walisema akufukusae hakuambii toka, lakini kwa vitendo atakavyokuwa akivifanya utaamua tu uondoke peke yako. Bwana asifiwe sana. That is the most important thing to understand. That is why I'm telling you, refuse to be offended, because there are things that have been engineered specifically to make you be offended so that you can get out of track. The offense is made to remove you from the track of God, the propagation of God, the plan of God. The offense imetengenezwa ndio ukasirike ubomoe hiyo boma yako. The offense is made ndio ukue na mahasira utoke kanisa uende. The offense imetengenezwa ndio ukue na mahasira utoke kwa hiyo kazi ambayo Mungu alikuwa amekupatia, because they are not happy with you in that position you are holding. They want to destroy you from the position. They want to remove you from the position of God, because every position that you are seated on, it is a God oriented. Any position, kama uliambiwa kazi ya kufagia, it is God who put you there. Kama hata ulipatiwa kazi ya kuosha choo, it is God who put you there, because God is testing you. God is looking. God wants to give you a better position, a powerful position, a more prominent position. But how? After testing you. If God wants you to lead people, he will test you by things that will irritate you from people, so that God can look at you. How did you look at that stinking man? Huyo mwenye alikuwa nanuka, huyo mwenye alikuwa na vitambara, huyo alikuwa naongea vibaya, wakati alikuja wakaanza kukusegenya, wakaongea mabaya yako, how did you react? Because God wants to give you 100 people, and in these 100 people God is giving you, anataka kusema how will you be handling them? It is watu ni watu wa Mungu, hakuna watu wa shetani hapa. So huyu ni mchawi, wewe huyu ni mrogi, huyu ni nini, huyu ni msekenyi, huyu ni mrukaruki, huyu ni munani, huyu ni munani, huyu ni muyunani, ni muamori. Watu wako uko na wao pamoja hapa. So God is looking, how will you treat them? Huyu anakuja na kastori kingine, apostle, mwadhani ya gosho, I'm so sad. Namuuliza kwa nini? Apostle, I'm sad. Hakuna machozi, hakuna. Anakwambia na mimi nilikuwa na Penina, the way she's talking against you, can't matetegereta na hakuna. Yani amepanga venye za kukoka yule, na amepanga karefu, lakini lazima ailete emotion zako, a prepare ground on how to attack. Atakupatia stories za huyu akilia mpaka unaona kweli hapa hii ni roho wa Mungu anasema, ni roho anasema. Lakini hakuna roho, ni matubo na maini inaongea, na hasira na ukatili ndio inaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are offended, they will use a language to put you into the position of destroying you or destroying your relationship with God. Most of us have lost so many things, not because we are supposed to lose it. Most of us have lost positions, not because we are supposed to lose the position. Most of us are suffering, not because we are supposed to suffer. We have lost it. Sema, we have lost it because somebody just came and akaku-inject poison of bitterness. Akanidea dikashaka hodi ginyana dikashaka hodi nyaji yako hadi atulaga dema hayaka pesa yako nyaji yako kama haya pesa yako. Nani alikwambia pesa yako inahitajika? God was testing you.
He had placed you in a position of test. And now you have lost it. You have gone. Ukienda huko wanakuabandon. Ukienda sasa pande ile ingine. Baada they have removed you, they abandon you. Now they say, kai. Yani huko anasikia ni huko anajua ni Mungu alikubariki mpaka akakufikisha hapo. Do you know what you have lost? Do you know that you have lost the position God had given you? Now again they start advising you what you have lost. That's regret. Nirudi. Na venye ulitoka na maibu, unashindwa kurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, no, refuse to be offended. Because many marriages have gone down. Because kitu tu, Yesu ulinikuta, ulisikia karumas, niko na mdemu mwingine na hapo nje. Na ukasikia na umefanya utafiti na ukakuta ni ukweli. Lakini jua ya kwamba I was not created kwa huyo mdemu. I was created for you. That is why you came to me. That is why you came to my life, to make me move straight. No, ukinikuta kama ninaenda huko nje, it is your mistake. Why am I going huko nje? Because you are called to be a pillar of my life, to try, bring me together, pray for me, guide me, control me, perfect me. Because no man is perfect. No one is perfect. All of us, we have issues with life. All of us, we have problems. Hata mimi nikiwa pastor hapa, I am the weakest of all the weakest. And that's normally I tell you, niko 8%. Salvation yangu hii sasa nimepandishwa, nimefika 8%. Only 92 bado sijapata. Nimeanguka. I'm not saved. 92. Niko 8%. How now? Sasa na nikia yake tu royo. Hato hujiria ate huyu ni pastor kweli? Yes. Na nitaendelea kuwa na pastor. Nitaendelea kuwa pastor. Mzuri. Because ile kitu nilifanya, niliotoa percentage kubwa nikarudishia Mungu. Nikaambia Mungu kwa sababu mimi ni juu ni kioje kiohoro. Vafakuwa 98% ndio kirekebisha kwa kahora. Niende ukiniuda, ukinitengeneza, lakini sasa wewe uko 99%, umeachia Mungu 1%. Sasa utaudwa gani? Hiyo 1% ikisha, utaudwa wapi? Tunauda kwa kila siku. Kila siku lazima utengenezwe. Ukiampuka tu kwa kitanda, hata kama ulikuwa umelala, utatengenezwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaudiwa kwa kitanda ukilala, ukiamuka unaudwa. Na kama ulinyima Mungu nafasi ya kukuuda, utaudwa namna gani? Si umepoteza? Go down. Toka withdraw from 98 hiyo yako na 99 kwenda pale chini, patia Mungu 99%. Mpatie 95, mpatie 80%. Akutengeneze pole. Hii dunia tutatengenezwa mpaka wakati tutakuliwa na mudhoa. Hata ukiteremshwa kwa shimo bado unasikia ile mawe inaangushagwa. Bubu. Ndio unaona watu wanaanguka. Watu hawaanguka kwa sababu walikufa. Wanaanguka kwa wanafikiria sasa ndio wamekufa. Haleluya. Ndio unaona mtu kwa sababu ya ile mawe. Bubu. Ndio niliona pastor mwingine hapa tukizika mama mwingine alisema sasa ile venye mtu nasikaka hatutasika hivyo. Kwa sababu this is the cause of many people kuanguka. Na ni kweli niliangalia nikaona hakuna mtu alianguka. Maana alisema msirushe juu ya sanduku. Shika mchaga akawaonyesha muagushe hapa. Sasa hakuna mtu alisikia bubu. Hakuanguka. Watu wa Red Cross walienda nyumbani bila kubeba mtu. Lakini yeye kwa Geshagi ukutana na vijana wa Geshagi wamekuja changana na bunduki. Jamani, unaona mtu ameanguka. Huyo mwingine ameanguka. Tusaidie chiki tu hata tunaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Give your God room to operate you. You can never be perfect. You can never. Hakuna dunia hii mtu amepitisha 10% ya wokovu. Hakuna. And that's why Jesus left us with a prayer. Our Father who art in heaven, thy kingdom come. Thy will be. So forgive us our trespass as we forgive. Do you have anybody who has trespassed you right now? Have you forgiven them? You are trying. So do you call yourself a Christian? Can you qualify to be a Christian? You have not forgiven. It is a condition prayer that forgive me as I forgive. So you have not forgiven. Has God forgiven you?
Those who are Christian have been forgiven. So are you a Christian? You are trying to become one. Yet you come every day to church. Yet you have your spiritual father. Na unamtumia 10% kila wakati. Mwathani agocwo. Ndagagutumire mundu kataya Ngai nĩ tũrathimaga mũno. Yes, nĩ akũrathimaga, but you are still a sinner. And that is why the whole prayer is in present continuous tense, because Jesus knew these people, they have a problem with my Father every single time. So therefore, I need to create a prayer for them that will keep connecting them back to our Father. So nobody who is not a sinner. Even Jesus himself never exonerated himself from sin. When they found this woman who was being ni mzee alikuwa napigwa kwa sababu ya kulala huko, alisema mwenye hajafanya hivi arushe mawe. Si ndivyo aliwaambia? Yeye mwenyewe alirusha. Alafu he never exonerated himself because he was walking with men and he knew this man. Alifika kwa watu, tumiruhusiwa kupiga watu, lakini aliingia watu akasema, akawakuta wakifanya soko, si aliwararua kwa hasira ya ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yenye kanitha yakwa matuire kuruka cia tunyani, na akawachapa. Aliwachapa akiwa Mungu ama aliwachapa akiwa binadamu? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi akakuta tubo ikampeleka bio. Tubo, Yesu mwenyewe, tubo ilimpeleka bio. Akaambia wa jamaa wake, bana walikuwa mitoka bali wako na jaa mingi sana. Akawaangalia akaona mti pale, akasema ule mti wena matunda. Kufika huku akakuta haina. Alifanyaje? Baka leo. Hiyo ni hasira, masi hasira? Yes. Everybody has a problem. All of us, we have a problem. What we need is reconnecting back to our Father. Calling our Father every single moment. Resigning from our sins every single moment. Because every move you make in your life has something that is negative. Every word that comes out of you, hii kuna kitu baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu, mimi ni pastor hapa, lakini kuna mtu amenikasirisha. Na mimi ni pastor. Kuna mtu amekuja, labda alinikasirisha, nikasema, "Huyo mtu sitaki kumuona hapa tena." Hapa ni kwangu. Hapa ni kwangu. Hapa si kwangu, lakini kuna mtu nilisema sikuja wapi? Hapa, si nimekosea? Huyo mtu kwa sababu hajakuja na hajarudi tena. What does that mean? That is a sin heaped on me every day. Every day the door imefunguliwa na huyu mtu hakuji, that sin is reminded in heaven. Huyu apostle alifukuza mtu kwa kanisa. Na mimi bado ni apostle na umekuja nikuombe. Alafu connect with God every day. Connect with your master every day. Every system of your life requires to repent. Everything that you do requires a place in God. Unahitaji Mungu. Unahitaji that connection. Unahitaji that touch of God so that you can be able to withstand the pleasures. Satan is active. Sio hata juzi baba yangu ya kiroho Harrison aliambia Karago namna gani? Shetani akulide. Did he mean that? Sincerely, did he mean that? He didn't mean that. Why did he sleep? Mbona Mungu kwa madhabahu Mungu akakubali ulimi uonyeke? Kwa sababu hata ni binadamu anakosaga. Is a human being. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu sasa walisema ni mwaigwa. Yedi mweraga ni mwaigwa yauga. Sasa inakuwa sasa hiyo ni permanent. But no. He didn't mean. He was cleaning from his heart. Bwana Yesu asifiwe sana. You may be doing something clean from your heart, very clean, but kwa wengine it is hurting them. Umekuja hapa, umejua umeua dhigiriri ngapi? From home mpaka hapa umeua dhigiriri ngapi? Unajua umeua ngapi? Na si unajua umeua. Are you not a murderer? That's something created by God. And that is why every time you seek to repent on sins that you know and the sins that you don't know. Every time.
Every time. And that's why keep yourself in the worship of God. Keep yourself closer to God every time. That's why David was a man after God's heart, because he knew the secret. It is to remain with God. How do you remain with God? Keep worshiping. Keep worshiping God. Keep worshiping, because God loves worship. He knew the secret. God loves worship. Yes, I am dirty. I am stinking. Mimi si mzuri, ninanuka. But he kept disturbing God with the praise, with the worship. He kept making God hear. Nani anaiba? Ni David. Huyo mwenye anasikiliza, anasikia mpaka Mungu anaenda sasa kusikiliza, because God loves worship. Bwana Yesu asifiwe sana. God loves what? Worship. If you keep worshiping God, you will not be offended. If you keep loving and praying to God, worshiping God, praising God in every manner, you will find yourself, you are not getting into the traps of the devil. And to avoid the traps of the devil, yes, David was somebody, anachukua bibi ya wenyewe, anafanya mametoto kuko, akaambiwa, akaenda akapanda kwa nani, kwa Saulu, akaenda akapata kasichana kanaitwa Mika, akasema haka niko gweda, oyo niwe gweda, onale na irema moko na onale na irema moko na maguru, shididikanagia kii thogoro ria daumire, akaenda kaona Mika, kamuibia hiyo maneno mzuri. Lakini wazee, kwa sababu walikuwa wanauliza na ni David kile kiagani kioe mwale wako, never. Walimwambia aje, ndio uchukue huyu msichana ndio niletee sehemu nyeti za wanaume 100. It is a way of telling him it is not possible. Just get out of this. We are not giving you our daughter. Daudi ni nani? Daudi kilitoka kikaeda. Kilimuuliza, mnataka gapi? Akarudi 100. Akafika tena, akarudi akamuuliza, atemurada sigana, because they were sure he would get it. Alienda kaleta 100 gapi? Na alitaka asikie kama ni 100 ndiye aongeze 100. Na akakuja kaekelea kwa meza, akawaambia, nimekwenda hekido kikimekwenda. Walibidi wampatie mtoto, because wameona hawa wanaume sasa wamekatwa hizi vitu zote, wako wapi? And still God calls him a man after my heart. Bwana Yesu asifiwe sana. So how do you relate with this God? How do you become that good child of God? It is by worshiping him. If you keep worshiping God, if you keep living the way God wants you to do, hata maadui wajipange, wajiorganize, wajiweke kwenye mstari wa mbele wanapigana na wewe, they won't. They tried to finish David. Nobody was able. They tried to fight Moses. Nobody was able. They tried to fight everybody that God had anointed. Nobody. Hata wewe, they will not be able to fight you. In the book of Exodus 14 from verse 12 there, the Bible speaks of a victory, of a conquering. Yes, you are in a situation that it is so difficult for you to penetrate, but God has a purpose. God has a reason to empower you. But Moses said to the people, do not be afraid. Stand firm and see the deliverance that the Lord will accomplish for you today. It is Moses. These people were completely afraid. They were not aware. They didn't know how to do it. Hawakuwa naelewa vizuri. But Moses had a secret to tell them, do not be afraid. Do not be afraid. Stand firm. Oh, that is what you need to do. Stand firm with your God. Walk with your God. Worship God. To stand firm. Kusimama imara ni kukaa na Mungu. Ni kumuworship. Bring the presence of God closer to you. When the presence of God is always around you, he is always with you. And therefore, any enemy mwenye anakuja is able to frighten them. And see the deliverance that the Lord will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall never see them again. Why? Kumaanisha walitakaswa wakakuwa watu wazuri? Yeah? Hawa watu wa Israeli ni kutakaswa, walitakaswa wakakuwa watu wazuri kabisa? No. But they were told to remain, to stay firm, to stay put
to continue in the presence of God. For the people you think are mightier, the God that you will always be walking with is mightier than them. So this God will defeat them. Verse 15, please. The Lord will fight for you, and you have only to keep still. Keep still doing what? Worshiping him. Keep still doing what? Living in his presence, aggravating, bringing the power of God around you. Nobody will be able to touch you. Nobody will be able to win any battle against you, because he is with you. How you treat those who mistreat you reveal your emotions and your spiritual maturity. Hallelujah. How you treat people around you, it brings out your emotional and your spiritual maturity. For God to empower you, for God to give you a blessing, for God to change what you are to what you are supposed to become, you need to exhibit emotional and spiritual maturity. God cannot entrust you with leadership. God cannot entrust you with position. God cannot entrust you with a marriage. God cannot entrust you with anything if you are immature. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why utakuta kuna watu ameishi kanisani miaka mingi sana, but hata hajawahi ambiwa fagia kanisa. Hata hajawahi ambiwa shikilia hii kitu, ama hajawahi hata kuambiwa nichukulie hii kitu. Unajua hata kuleta ile kitu, kuleta hapa, this is it's a purpose of God. Did you know that hata kubeba hii kitu unaweza kuona ni mabati tu. Yes, ni mabati, lakini kako kametumika kuhubiri. Whatever that tumetumia, mahali popote ambao umefafanya ni mahali pa kuabudu. Hata kama ni kule kwako kwa kanyumba pale umeweka kakona pale kamkeka, mahali popote unaidaka unasema hapa na ubudu, mahali continuously umepafanya pa kuabudu, that is an altar. That is how the altars become altar. Anywhere apapo umefanya kwa ibada, umerudia leo, umefanya kesho kutwa, mwezi ujao, automatically that place becomes an altar. Hata mtu mwingine akikuja, the altar you raised there will work. Ndio mnabiago mkihamia nyumba, mkienda nyumba, ati umehama from estate umeenda kwa hii estate na ilikuwa na mtu, takasa hiyo nyumba na uvuje ile madhabahu iko kwa hiyo nyumba na hiyo cobalt. Because labda kuna mtu alikuwa mrogi, hiyo nyumba ilikuwa ya mrogi, na kuna kakona kamoja kwa bedroom mahali walikuwa nafanyiaga kafara. That is an altar. It will keep speaking to you. Akiactivate kule ameenda, hata hapa inakuwa activated. Jacob mahali alienda kulala, the activation ya guka yake ilifanyika, mbingu ikafukuka. Bwana Yesu asifiwe sana. So every place, that is when we came here. Tulikuja hapa, tuliita wachungaji wakakuja, mpaka bishop wote wakakuja, tukatakasa, tukavuja madhabahu yote, tukazunguka huko, tukavuja hata madhabahu huko nje yote, tukaharibu, ndio tukue na mahali tuna control. Huyo mwanaume mko naye ni wa madhabahu gani? Huyo mwanamke mko naye ni wa madhabahu gani? Ukishika mwanamke kama huyu akue girlfriend yangu, nitahakikisha madhabahu ya kwenu nimemaliza yote. Ndio nitakwenda nikibai time, ukikuja sana ninakuondokea kidogo, because nimerealize kuna madhabahu ingine, na ukikuja tena sana ninakuondokea kidogo. I will buy time hata kama ni miaka 10 mpaka tuvuje. Ndio wazee wa zamani what you used to do when you say nimepata msichana kwa fulani, walikuwa wanatuma watu. Bwana asifiwe sana. Wanatuma the clan, wanaenda kufanya investigation. Kana musyoyo netogoranaga, kana muheregoyo tunaoana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama kuna kitu kuruta goborishigana wikagwa atia, a team was sent to come with the analysis ya kwenu, kama tunaoanaga, kama hatunaoanaga ni nini kinafanyikanaga. Alafu wanauliza hapa kuna kerumi, kuna megabo ni nini? Megabo masauti kama kuna mambo yalinenwa na wazee shosho kabla akufe, kuna neno alinena kuhusu hii jina. Yes, unaitwa jina ya shosho kabla akufe. Huyu shosho alikuwa anafanya nini? Alikuwa ananena nini? Ndio hata hiyo jina yako izungumziwe. That is why marriages za zamani bado zimesimama.
maana they were well controlled, they were well looked at. Walifanya investigation na wakagundua, wakijua hatuoani sisi, muherega yenu na muherega yetu hatuwezi kuoana. Either wazee waliitwa waulize, is it possible, can it be rectified? Ni nini inahitajika? Unahitajika busi fulani, ng'ombe fulani, ama kitu fulani, sadaka fulani lazima itolewe. Inatolewa, then they rectify. Na kama si rectifiable, unaambiwa marriage stop there. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where hakuna zamani kutokoswa ama kutokosana. Ni wazee walikuwa nakuja nasema mwile tuangania, because they know. Hello. Lakini sasa kuchukua Mothosi hapa, Mothosi hujui ni criminal gani, hujui ni shetani namna gani, hujui ni magogona gani amefanya, hujui kwao kama ndio the altar ya kuua watu iko huko kwao. Unabeba tena beba mami ndare hamodo mami na manywa ito na kania tire mtu wake ndari na hakiri njega kai mwiretu habari unaona paka anaenda kuoga ndio asalimie, na ni jagiri umeleta kwa nyumba, anaenda kuoga mkono ati ndio akusalimie, na hii kitu inakuja kulipuka tena baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to do thorough. Even coming to the church like this one, you need to have a thorough search. Understand kigogona giki ni kiriko, understand the apostle kama ni apostle wako huko, understand the kind of people that are coming here, understand the demographies, understand the history about this church, ndio ukuje kujicommit. Maana utaruka kutoka frying pan uinguke kwa nini? Kwa moto. Atawezi no walale dio kahida-ini halerio no nuramenya nuramwariria tene walale dio kahida no iguru kahida-ini gaka mabudhe kushi muraga no eirima. Hey, I try before you come to praise me. Oh, apostle, God is using in a might. I can say you have the solution for this nation. Yes, I have. From where? From which God? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why we have failed. We are not making any progresses. We are not succeeding. Tunaanza urafiki na huyu, next 3 days nimemrusha nje, because the altar, the madhabahu ambayo mimi ndani, every person of you hapa, nyinyi wote, kila mtu ni madhabahu, kila mtu hapa ni madhabahu. Sasa hiyo madhabahu wewe itakubaliana na madhabahu mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakuta kakijana kanararo na hako, na ukikauliza how did you find this, how did you get into this, anakuambia me I feel mimi ni mwanamke, I feel more of becoming a woman. Hata nataka tuende tutoe hii kitu, kana mimi ni msichana ndani yangu. Si yeye anaongea, ni ile madhabahu iko ndani yake inamwambia wewe ni mama. Ile madhabahu iko ndani yake inamwambia wewe ni mumama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta kanaanza kufanya nini? Ni kama naume kama alisha nywele huko, mpaka mdomo imeanza kukua kama ya nini. Unashindwa, this is a man, but whatever this guy is doing, unaona this is not him, because kuna madhabahu ndani yake. Kule ulimtoa ama kule mlienda ile nyumba, unaweza kuingia nyumba kama hii ikube ni hiyo madhabahu, unabadilika, unaanza kujisikia tu. Mpaka mwanaume wa hapo unakuta wanatembeaga hivi, kwa sababu ile madhabahu iko hapa ndio inanena, na ikifunguka itaanza kuongea. Na usipoelewa hivyo, ni utakuta kila wakati uko na changamoto za maisha. Bwana Yesu asifiwe. How you treat those sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. In the book of Psalms 19 verse 11, sorry. Psalms 19 verse 11. Sensible people control their temper. They earn, those people who control their temper, they earn too much respect by overlooking the wrongs. I may wrong you, but you need to overlook the wrong. For you to succeed in this world, for you to become anybody, for you to make yourself move to that next level of your life, you need to overlook. Kwa sababu kila mahali utaenda, somebody will wrong you. Whether you like it or not, somebody will wrong you. Somebody will talk something against you. Because we are in competition. We are in a competitive world. And in a competitive world, everyone will try to outshine you. Everyone will try to bring you down. Everyone will try to do something. Until you understand, overlook
Muangalie tu ujue kale kajia kama amekujia, just overlook it and move forward. Do the right thing, because the right thing that you have done itakupigania. But who can detect their errors? Clear me from the hidden faults. We have hidden faults. We have hidden errors. Vitu viko ndani yetu lakini hatujui. Labda mdomo yangu venye inaongeanga kwangu mimi nafikiriaka niko sawa. Kuna watu wengine they really offend people, lakini kwao wanaonaka ako sawa. Anakuja kwa party, kama sasa mko kwa party and you have invited who in your party, na huyu ni mtu wale wa kupenda kuchunga, nakutanga au anapuliza baruni inakuja inatama sana buchi inafanyanga je, inatoka sauti gani? Sasa kwake agikogo ni koneta mahetia ni baya. Lakini sasa imagine wale watu uko nao kwa nyumbani, wageni wako waheshimiwa, alafu ameja na ni mama ako na watoto 6. Bwana asifiwe sana. Ama hako hapa ni kuongea, unampatia tu nafasi kidogo ya kuongea. When people ignore you, alafu excuse me, akalia ukiti yako nyuma utakuta kuna bigiji. Sahi akalia utakuta kuna bigiji. Na ni mtu amesoma, ni mtu ameenda shule, na ndio amepadika bigiji. Yeye na kitoto kyake kile kia 2 years, the same and one. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo, that is when you ukidetect vitu kama hizo, unajua how to balance them, how to control them, how to know how to handle these people. Mpaka unamfanya nini? Kuna mtu anapenda, unakuta amepaka hapa ni green, hapa ni yellow, na hapa ni red, hapa chini ni black. Sasa unaangalia huyu mtu, na ni mtu akomesoma, alafu ile nguo amevaa imekaa kama kipepeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mtu amesoma vizuri, alafu imefika wapi? Imefika hapa, alafu imekatwa na hapa imekatwa, alafu anakuja anataka kupagusa nini hapa. Sasa angalia, alafu hiyo nguo yake haina lining ndani, huko ndani amevaa ya red na huko nje ni white. Sasa angalia huyo mtu, alafu hii naye amevaa nini ya green na amevaa huko white. What will happen? Hiyo ni katuni ya mazika katuni. Au unaniambia umemuita ate ukaondo leo ndo aliodhoni hapo one venye ameenda kuvaa hapo, mkienda kile kufanya nini, ile kufungua ile gate inasema gaje, hodi karibu koko kanya nya na sasa amevaa nini kaya, hodi karibu mpaka unajua wanaenda wanajisahau. Unakuta venye anaruka inaruka tu hivi na mtu iliodhoni na mwana dhogwa na kukagwea na shogwea warono ya hodi karibu ya hata na umempeleka wadhani. So be sensible to control such kind of situation, because they will irritate you, they will cause you to have temperament, na utakasirika na utachukia. Utakuta kila mtu hapa, we have all weaknesses hapa, kila mtu hako na weakness. Labda akikaa hapa kidogo utasikia Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we call, how do you manage yourself? How you manage yourself, you'll be able to manage the other person. You'll be able to manage the team you are leading. You'll be able to manage everybody around you. They will feel like they are at home. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the whole thing is about make people feel. Because hawa, nikiangalia sura zenu venye mmekuja hapa, venye mliingia hapa, naona kuna watu mpaka ni karibu niite alienda wapi? David alienda wapi? Is David around? Unaona hii mambo ya kutaka huyu mtu tokumwekate aikirio roho muru tokumwekate simuniombeeni huyu pastor wako. Najua wanataka tu kumfukuza atoke hapa, wamemrushia roho mbaya kabisa, wanataka tu atoke kabisa. Sasa man, things are not good with him. Na hiyo nimekuwa serious kidogo. Things are not good. They are really up in him. Wanataka atakumuua. Hivi hataki kuondoka, watamfanya kitu hiyo ikini. Siona na Karaja venye walimrusha mpaka mpaka Moro. Huyo.
Na walihakikisha wamempeleka mpaka Moro, mpaka wakaangalia ile shimo amewekwa. Alafu walirudi, unajua walirudi. Waliporudi wakapigia Karanja simu. Unajua Apostle alikuwa anataka kukudampu. Apostle, ile plani ya Apostle ilikuwa kukudampu. Na wao ndio walikaa hapa wakiwa board. Wakasema sasa Karanja apelekwe Moro, afanywe kila kitu. Alafu walikuwa wameenda kwa Karanja, you need your own church. You need somewhere you have the freedom. Ukaa hapa na Apostle atakumaliza, atakufinya sana. Si unaona anakuonea hapa. Na wewe unakuwa na neno strong. You need somewhere you can have your freedom. Wakakuja wakatoa pesa, wakabeba Karanja na gari, wakampeleka mpaka Moro. Walipofika Moro, wakarudi. Wakiwa hapa na pia Karanja. Did you know Apostle alikuwa anataka kukudamp? Alikuwa anataka uondoke tu hapa. Nimeongea uongo Karanja? The truth. A lot of calls. Yes, wakikwambia Apostle alikuwa na kudamp. Na ni wao ndio waliambia Karanja Moro, wenye tulifanya crusade. Unajua study mzima ilijaa. Wakasema Moro is ripe. Is ripe for a man like you. You know you are highly anointed. Hata you are anointed kuliko Apostle. So those are people who are here to destroy your destiny. Don't look for people, friend, who is not for your destiny. Don't look for a friend. Look for your destiny helper. Don't look for a woman. Look for that wife, not that wife. Look for a companion, somebody who will help you get into your destiny, but not destroy your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipe moyo Karanja. Na ukiona kimeumana, hapa ni kwa baba yako. Rudi hapa. Kama kikiumana, sikuambia urudi, lakini kama ukiona kimeumana kabisa, you are not ready. Ni kupushua ulipushiwa. Na wale watu walikupushi walitoka hii kanisa. Wale wote. Na ndio wanampigia simu wakiwa nje. No agetairwo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what happened. Mtu anakutoa kwa bwana yako anakuambia tikana githuri kiu. Jamba iho ina ikere. Jamba hiyo ndio yaku. Tiga watu by the way. Yani wake geti ate ni munu ucio riu. Ni ucio. Ona hariundu ni eciragia, ni hari hakiri nje. Na una reason nayo unaona kweli huyu bwana yangu akwagi na hakiri mzuri. Sasa wakati utatoka tu hivi. Angalia sasa. Tulisema huyu mama alienda umaraya. She's a prostitute. She cannot, hawezi kuhandle. Hawezi kwake hawezi. Hawezi. They are always double speaking over your life. Avoid them. Just get a true friend. Not for a friendship. Never go for a friend. Me, I don't have a friend. I don't have a friend. I have a destiny helper. I will keep you because you are helping me into my destiny. And you will keep me because I'm helping you into your destiny, not friendship. Me, I don't have a friend. Na sitakuwa na friend. Na ndio nananga kukudrop kama makamoto immediately. Nikirealize unataka kuniondoa kwa destiny, naondoka na ninasahau, na hiyo kitu inakuwa deleted completely because I am ninashoka. Hi David. Umetoka wapi? Bwana asifiwe. When people insult you, don't take offense. Bwana asifiwe sana. When they insult you, don't take offense. If I come and insult you, don't take it an offense, because could be I'm removing you from your destiny. Could be I'm an agent of destruction. Could be nimekuja purposely. I was designed. Kuna watu wamedesigniwa, walizaliwa destiny helpers, na kuna wengine walizaliwa destiny killers. They are anointed. They are there.
They are there just to come and destroy. Atakuja tu na akuje kanisa kama hii na akuje na ajipendekeze mpaka akue pastor kanisani hii. Alafu from there, that's when you see the devil in her or in him. Atakuja mpaka akue chairman, atakuwa treasurer, just particularly to come and position herself or himself so that akuvuje. Na akimaliza kazi yake anaondokaga peacefully, ni kama alikuwa kwa nyanya yake, pole pole, maana the accomplishment ishafanyika. Watch out on the people that are around you. Watch out on the kind of characters that are around you. If somebody's anakuletea mambo ya kuwa offended, usikue offended. Nikikuja hata nikusukume kwa kona pale, nichekelee tu. The only way to win a battle against an offense ni kunyonyesha tabasamu. Mwonyesha ni kama hakuna kitu imefanyika, but huko ndani unajua wewe modo ni aniga, lakini kwa uso muvalisha uso ingine, muonyeshe you have done nothing, you have won the battle. Control your heart, control your emotions, control your minds, control your ears. I normally tell you, use your ears to talk and use your mouth to hear. If you can change that, you use your ears to talk and your mouth to hear, you will never be offended, because you will not be able to hear them that offend. You will not be able to hear them that want to destroy you. You will not be able to hear them that are against you. You will always walk upright, nobody to fear, nobody to intimidate you. So, don't take offense, don't take it personal, but do listen to their words. Just listen to their words, because their words will educate you, will make you learn something you didn't learn. Nikikuja nitakutusi. Kama sasa kuna jamaa mwingine ambaye alikuanga kipii na watu mimi hatuko tunajua, lakini ni alikuwa in our neighborhood. Nilikuwa tunaenda tunakula nyama huko gongo pamoja, tunakula kila kitu, lakini alikuwa kipii. Mtu alikuwa anajua tu peke yake, ni bibi yake alikuwa anajua, lakini jamaa alitu-control, alitu-manipulate, alitufanyia mambo makubwa, alitunyang'anya magirlfriend wetu, anaenda analala na wao. Lakini sisi hatukuwa tunajua. Waacha wakati walikosana na nani na huyo mtu yake mmoja, ndiye alisimama akasema niko ndajuge takatakeno fuda wewe, niko ndajuge kwa nako yake. Sasa kumbe ndio tukaikumita wewe kachini. Chukua mchupa, nikamnunulia hiyo mchupa ya Hennessy. Hennessy ni expensive, ni 5,000 1 liter. Nikamnunulia kwa sababu nimesikia kitu hao wengine hawakushika, lakini mimi nilishika. Nikamwambia tabokire wewe kuruma mudolioge, nikamtuliza chini kwa sababu na want more information. Sasa nikamwambia tajira, akaniambia huyu akora kehe ati kehe hakiri kana kehe mwere timoru. Sasa akatupatia siri zote za kimutu, tukamuita tukamwambia wewe mzee, kumbe unakuwa kipii. Akasema hapana, mimi si kipii. Tukamwambia teremsha, sisi ni wanaume hapa, teremsha. Akasema hapana, sitateremsha. Tukamwambia sisi tutateremsha, wacha nifungue yangu teremsha, ili kumuonyesha we are ready, hata sisi tutateremsha. Tukamhada, akakataa. Tulimuinua juu, tukatoa, kumbe ni kipii. Tulipeleka, tulichaga pesa, tukapeleka katengenezwa. Na huyo mtu magirlfriend zetu zote alikuwa amechukua. So imagine hiyo maneno. So when you listen vizuri, utalearn something that haukuwa umesikia. Ukiona tumeanza kubishana na wewe, mimi na nyamazaka ndio uongee. Katika kuongea kwako kuna vitu viwili vitatu, I will pick from there. Diedanya dikorogo kwede tawe kama egui. Nimesikia kani kwede kumbe na rusini koje tita honey babe. Honey pie. Ulikuwa umenipata. Nukipakoni kani mumunya hapa bado mchoro ya mdomo yako imejichora hapa. 10 minutes later kumbe ukwagi unanipenda hata kidogo. Na umeongea because what the abundance of what? The mouth speaks. Yeah. Hakuna neno hata moja linatoka na mdomo ambalo halijatoka kwa hati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia ninaongea maneno magumu kwako, ujue yametoka wapi? Hapa. Na ni kitu imewekwa, imekaa. Therefore, they are telling you how they see the world, and they are telling you the exact negative qualities that they possess. Whatever they are speaking, watu wote ambao wanaongea, whatever they are speaking, they are either telling you the negative or the positive what
positions they hold about you. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui kama mnanielewa ama mmechoka na mimi. Lazima mnaweza kuwa nimewachokesa. Sijaambia mpossess that. Possess God. In the book of Luke chapter number 7 verse number 23, blessed is he who ever shall not be offended in me. Luke 7:23. A blessed is anyone who takes no offense at me. A blessed person is anyone that does not take any offense. So if you don't take offense, it is because you are blessed. And if you don't take offense, then if you are not blessed, you start now. You activate your blessings. Do not. Hata kakikunywa. Kamekunywa sana. Kabisa mpaka anakuita takataka. Taumba. Alikuita huko. Lakini unajua huko inaokeka na huko. Don't take offense. Nani alikwambia uende ukaolewe na yeye? Mimi. Ni wewe. Alikuwa handsome. Tall, dark and handsome. Baka ulikatasagwa na watu wenu. Ukasema utajiua. Sasa unalia peke yako. Unaendaka kwa watu wenu kuambia kiliumana. Umekaa tu na shida zako. Umejikauka tu nayo. Umekauka kabisa nayo. Asubuhi alikufukuza leo. Alikwambia atakupiga? Jana. Na akakwambia uende kabisa takataka. Uende kwa hiyo aposto yako. Akiwa mlevi. Usiniletee ujinga hiyo aposto. Sasa umefikiria sasa how you taking it? Kwa nini unataka kuhama? Mpaka akili yote bagi zako zote umezipaki kwa akili. Sasa utaenda kupata wapi mwingine mzuri? Hakuna. Utaenda kwenda square one. Uanze tena maisha upya. Uko na mtoto? Bado. How old are you? 28. Taongea tu kwa ofisi, usijali. Haya. When we refuse to be offended, God sees us as blameless and upright. In the book of Job 1 verse 8, God will see you as upright. When you refuse to be offended, God treats you as upright. Usiondoke hata kama unatoka kwa huyo bwana na offense. Usiondoke kwa kanisa kama hii na offense. Usiondoke kwa hiyo as God and turns away from evil. If you refuse to be offended, you have the capability of turning away from evil. But if you are offended, you don't have the capability of getting away from what? From the offense. You will always find yourself unafanya maovu, kwa sababu ya makasiriko, unawacha hii, unawacha mume wako, unawacha bibi yako, because you have that spirit in you. Utakuta unafanya makosa and it leads you into sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's look at the same Job chapter 2 verse number 3. Also it talks about the offense, how you are seen upright and blameless. Because what you need to have that life that is blameless. I know it is very difficult, but always try to have it. Try to have a life that is completely nobody can blame you over something. Nobody can associate you with over something. The book of Job chapter number 2 verse 3. The Lord says to Satan again, have you considered my servant Job? There is no one like him on earth, blameless and upright man who fears God and turns away from evil. He still persists in integrity. Although you incite me against him to destroy him, there is no reason. Hello?
even if they will try to incite, even if they will bring a bad report about you, you will still win against them, because God has no reason to fight you. God has no reason to bring you down. God has no reason to punish you. Why? The Lord said to Satan again, no, that is not 20. Yes, thank you. God tells Satan there is nothing, there is no reason. In the book of Job 1 verse 22, the Bible says, in all this pain and loss and heartache, Job did not lose to sin. Job 1:22, Job, even if things were so tough, they were so elephant, he still won the battle. When you refuse to be offended, the battle you will win. You will conquer them. All this, Job did not sin or charge God with wrongdoing. He still persisted. 23, he still persisted to work with God, to move and do things as God wanted. Tell your neighbor again, refuse to be offended. Tell your neighbor again, refuse to be offended. When you refuse to be offended, it is the best medicine, the best thing that can happen in your life. The best success that you can have, because you will have put off the devil from your life. You will have put off anything that can take you to the long direction of the devil. May God bless you today. May God love you. As we continue to learn more and more, I hope God has taught you something today. Have you been taught something? Basi leteni sadaka iliyonona. Bring your sacrifices, your offering, put them here. Right? We clear to hapo too, no problem. There's no problem. Somebody will pick them. Na tusimame kwa miguu yetu. And you can move that chair you are seated on. Uibebe tu wewe mwenyewe. Uiwekelee kwa kiti zingine pale, the other side or the other side. Wachana na hizo. Hizo wachana nazo. Hapa tu. Shima mamlaka zipoke takatifu mtakatifu na kuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka, heshima na mamlaka zipokee. Sogeni hapa mbele.
mtakatifu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Niambie utakalo Bwana. Nipe nguvu ya kushinda majaribu. Nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo. Fungua kinywa chako. Usiishe, fungua kinywa chako. Mwambie Mungu akuondolee hiyo roho ambayo imekuchangia majaribu. I'm saying this. Chukua muda huu. Wewe usiimbe kwa sababu wale wanaimba. Just open up your lips. Mwambie Mungu, niko hapa siku hii ya leo. Nimesikia mafundisho haya na nimejiona kweli I am not right. I am not doing these things right. Nimejiona kweli ni hiki kitu ndio kilifanya tukakosana na wewe. Ndio kilifanya nikakosa ile biashara nilikuwa nafanya. This is what anger, the spirit of anger. The spirit ambayo ilikuja nikapantiwa maneno, nikajazwa na maneno. This is what has caused me the pain I'm going through. Just reflect back. Don't sing, reflect back. Angalia where you missed it. Why you went wrong. Ni nini hii? What ile kitu? You are in a very good position. You are in a very good, in a very prime position. You are about to do a good business, a good deal, but ukakuwa offended, ukaachana nayo. You are in a very good church, but ukakuwa offended, ukaachana nayo. You had a very good spouse ambao angekuwa mke wako, lakini ukakuwa offended, ukakuachana nayo. You are to get a very good position in business, position in work, position in life, but because of the offense, ulikasirika, ukatoka na hasira. God is speaking to you tonight. He's telling you, this is a time you make it for you. He wants to talk to you. He wants to be a blessing to you. He wants to change the way you look at things. He wants to take you back to the position where you are before you are offended. Open up your lips now. I know you have remembered. Umekumbuka. Ni wapi hasira zilikupata? Ni wapi hasira zilikushika? Where did I make this mistake? Where did I make this grievous? What did I do? Ni nini hii nilifanya? Which has caused me to suffer mpaka sasa. Open up your lips. Mwambie Mungu tu. Niliambiwa sikusikia. Niliona sikusikia. Lakini nilipush nikifikiria I am right. It was because I was offended. It was because I thought it should work that way. Mwambie Mungu Baba. Niambie utakalo Bwana. Nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana. Nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana.
mapumziko. Neema yako yanitosha, nikiwa nawe mimi niko huru. Nimejipata ndani ya upendo wako, nimekuwa kwangu mapumziko, mapumziko. Neema yako yanitosha, yanitosha. Nikiwa nawe mimi niko huru. Nimejipata ndani ya upendo wako, ndani ya upendo wako. Umekuwa kwangu mapumziko, mapumziko. Neema yako yanitosha, yanitosha. Nikiwa nawe mimi niko huru, mimi niko huru. Nimejipata ndani ya upendo wako. Nimekuwa kwangu mapumziko, mapumziko. Neema yako Baba yanitosha, yanitosha. Nikiwa nawe mimi niko huru, mimi niko huru. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Mfalme Yesu, tegemeo langu iwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu iwe. Nakutegemea, tegemeo langu iwe. Nakutumaini, tegemeo langu. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Nakutegemea, tegemeo langu niwe. Nakutumaini, tegemeo langu niwe. Sema Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. Come closer. I want to, Father,
Mighty God, you are the King of Kings. Tunakuabudu jioni hii. Wewe ni Mungu mwenye kuweza. Watoto hawa ni wako. Wamekuja hapa kwa sababu wanatafuta uso wako. Wamekuja hapa kwa sababu wako na matumaini makubwa kukuona. Ndio kwa maana walikuja. Jehova, kuweze kufikisha malengo yao, ukawabariki, ukawasaidie, ukawaponye roho zao. Wamedhulumiwa, wameonewa, wamepigwa, wamedharauliwa. They are already offended. They need your hand, God. They need your hand. They are here not because they know anything. They have humbled themselves before you. They want to hear your voice. They want to hear the caring and the loving nature that you are. Oh Master, oh King of Kings, you are there in heaven. Umeketi kwenye kiti chako cha hapo mbinguni cha ufalme. Umekanyagisha nyayo zako hapa duniani. Sifa zote ni kwako. Tunakuabudu. Unastahili kuinuliwa. Tumeunganika pamoja na makerufi na masarufi pamoja na malaika mamilioni, tukisema unastahili kuabudiwa. Tukisema wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Wewe ndio Mungu mwenye kutengeneza, kuumba, kubomoa hata kujenga. Naomba Baba ukabomoe chochote cha kishetani kilicho ndani ya watoto hawa. Ukabomoe chochote ambacho kimeinuliwa, msingi au na wote ule. Unabii wa kishetani uliotolewa juu yao. Malengo ya kishetani yaliyopangwa juu yao, yote na yakasambaratike katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja ngome zote za kitamaduni, ngome za kimsingi, ngome za kimajina, ngome za kidamu, the family tree and anything that have caused them to suffer now. I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. I lay to them a foundation that is grounded by the blood of Jesus, a foundation that is anchored in the love of your kingdom, that from today henceforth their life will never be the same again. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Thank you. You may leave at your pleasure. I love you so much. On Sunday I'm having a very special service, a service of restoration, to restore that which was stolen from you. We know they came and offended you, made you to become offended so that they steal. Waliiba. Wakati huo walikuletea makasiriko, waliiba na wakaenda, because walitaka ukasirike ndio waingie kwenye store yako, waibe, watoroke. On Sunday we shall do a restoration. So tell your neighbor to tell his neighbor to come on Sunday so that we can do that. As we will be restoring you, we shall be doing a restoration in our nation. As I told you, Ari, Kenya has no problem. The problem is with one person. Airudi kwa magamano ya jia. Otherwise, anaenda home. Simbarikiwe. And now may the grace, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. amen and amen.